Message hizo kuna zikuta mwe ni za mapenzi. Isitoshe tena afu walikuwa wanafanya mbali, ni jirani tu hapo. Kwa ikafikia mahali mpaka nikaenda nikampata huyo msichana tukapigana. Hivyo yani kamchana na viwembe, yani hivyo. Niliingia kwenye ndoa nikiwa na miaka 16 na 2009. 2009. 2009 2006 na 9. 2009. Kwa hiyo kwa haraka ni kama miaka 14 sasa hivi. Ndio. Na kipindi unaingia kwenye ndoa ulikuwa umeandaliwa kwenye maisha ya ndoa jinsi ya kuishi na mume wako, ama ndio ile uliingia tu hivi ulikuwa hauna elimu yoyote kuhusu ndoa? Kwa kweli nilikuwa sina elimu ya aina yoyote, niliingia tu. Na haya uliingia kwa aina gani ya maisha, ile ya harusi na nini, au ilikuwaje? Hatukufunga harusi ila tulichukuana tu. Ile kulipia mahali. Yes. Sawa. Hiyo ni tunaita ni ndoa ya kimila ama ya kitamaduni. Na maisha sasa baada ya kuchukuliwa, ulikuwa na mahusiano, ulikuwa umewahi kuingia kwenye mahusiano hapo kabla, ama hukuwahi kuingia kabisa kwenye mahusiano, ndio ilikuwa mahusiano yako ya kwanza? Sikuwa nimewahi kuingia kwenye mahusiano, ndio ilikuwa mahusiano yangu ya kwanza. Na maisha ya ndoa yako unaweza ukatusimulia kidogo yalikuwaje ulipoanza wewe na mume wako sasa mlipoanza kuishi, yani maisha yako kwa ujumla kwa miaka 5 ya kwanza ilikuwaje? Mwanzo ilikuwa vizuri. Lakini katikati tukatengana. Kila mtu akaa yuko peke yake. Unaposema vizuri una maana hivi? Yalikuwa vizuri vipi? Maelewano yalikuwepo, lakini kuna kipindi maelewano akaa hamna. Kila mtu akaenda kivyake. Na hiyo ilikuwa ni baada ya muda gani? Mwanangu alikuwa ameshafika na miaka 7. Sikumbuki. Kwa hiyo ilikuwa ni kama miaka. Mtoto wako wa kwanza umempata mwaka gani? 2020. 2020. Kwa hiyo ilikuwa ni sawa. Na kilichofanya mkatengana ilikuwa ni nini? Unatabasamu. Ndipo sababu hizo nyingi. Magomvi, kupigana. Hivyo yani na wivu kizidi. Na chanzo cha magomvi ilikuwa ni nini? Chanzo cha magomvi ilikuwa yeye akiwa akirudi nyumbani anarudi amelewa. Tunapigana. Nikaona huyu anifai, kila mtu afuate maisha yake. Na muda huo ulikuwa ni mwaka gani kipindi mnatengana? Kwa muda nishasahau. Na umesema wivu kizidi, magomvi. Wivu ulikuwa unasababishwa na kitu gani? Wivu unasababishwa na kitu gani? Wivu ulikuwa unasababishwa na kitu gani mpaka mna mtu unaweza kawa anaenda kanisani, unamwambia na mwaga unaenda kanisani kwenye mkesha. Ama kwenda, au uende kwenye mkesha unaenda kwenye vitu vyako. Kwa hiyo na mimi pale niko huwa nachukia. Wakati mimi naenda kanisani hapo ananiambia mimi naenda kwenye mambo mengine. Kwa hiyo ikana niumiza moyo. Sasa kwa nini alikuwa anakuambia nenda kwenye mambo mengine? Kwamba kuna tabia ambayo alikuwa ameshamuonyesha mwanzoni ambayo ikamfanya akawa hakuamini, akawa na wivu zaidi kupitiliza. Kama yeye alikuwa anafanya labda wewe ndio alikuwa anaona. Ukifanya yeye, akifanya yeye anajua na wewe unafanya. Kwa hiyo ndo wivu unakuwa hivyo yani. Kwa maana hiyo ni kwamba kuna kipindi ambao yeye alikuwa anafanya vitu ambavyo vinakuumiza wewe, vinakufanya unakuwa na wivu. Ndio. Nafuma message za matusi, yani ovyo tu yani. Kwa hiyo nikaona huyu siwezani naye. Unaweza ukajaribu kutuambia kidogo, labda ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia mtu mwingine kwamba message ulizokuwa unafuma ni za aina gani, ilikuwaje na kwa nini zilikuwa zinaleta ugomvi? Message hizo kuna zikuta mwe ni za mapenzi. Isitoshe tena afu walikuwa wanafanya mbali, ni jirani tu hapo. Kwa hiyo ikafikia mahali mpaka nikaenda nikampata huyo msichana tukapigana. Hivyo yani kamchana na viwembe, yani hivyo. Ndio. Kwa nini ulimchana na viwembe? Hasira, kwa sababu nilikuta message tukutane sehemu fulani na mimi sasa yule mwanaume wangu alikuwa hajui kusoma. Kwa hiyo alipokuwa hajui kusoma amechati message sasa akasi hajaelewa message inamaanisha nini, akajua labda ni za mitandao. Akameiacha simu hapo ameenda kuoga bafuni. Mimi nikachukua simu, ndo
Anaambia tukutane sehemu fulani. Yeye anasema tukutane sehemu fulani, mimi nikachukua message nikasoma, yeye amejiandaa, amemaliza kujiandaa, amevaa, anaondoka, tukaongozana. Yule mwanamke wake sana anajua sehemu yake ambao wanakutana. Na mimi nikaongoza, nikaenda kununua mboga. Haya, tukaondoka. Nenda kwa yeye akajua kama mimi ni mkewe. Anamkumbatia, nikasema nilikuwa nishajiandaa baba viembe vyangu. Yeye anataka tu kumfanya hivi. Chana usoni kila sehemu. Na ikukuletea shida sasa hiyo? Iliniletea shida. Lakini niliondoka nikaenda nyumbani. Na baada ya tukio hilo mume wako alichukua tu nini? Nilipoondoka mimi ndo akawa ananipigia simu, rudi tusamiane aishe. Nikamwambia hapana, wewe sio mume wangu ambao nimepangiwa. Ndio nikaenda nikaolewa na ndoa ya Kiislamu. Kafunga ndoa kabisa, nikakaa miaka 2. Na yule kule nao tukashindwa na dini ya Kiislamu. Nikashindwa dini. Kwa Uislamu kanishinda yani. Nikarudi tena. Nikasema siendi kuolewa, sifanyi chochote, nakaa tu nyumbani. Kwa siku mume wangu akaniambia tusamiane, turudiane, tulee mtoto. Ndio nikarudi tena. Sasa hivi tena na mtoto wa pili. Kwa na kipindi hicho umeenda nyumbani, yani umemwacha sasa mume wako. Uliondoka ukiwa na mtoto mmoja? Nilikuwa na mtoto mmoja. Na ulipoenda kuolewa tena haukupata mtoto? Kufanikiwa kupata mtoto. Nimekuja kupata mtoto baada ya kurudi hapo. Na ulikaa na yule mwanaume wa Kiislamu kwa muda gani? Miaka 2 inaenda 3. Na kitu ambacho kilikufanya ukamrudia mume wako wa zamani nini? Mwanangu alikuwa anapata shida. Baba. Na yeye alikuwa akinisumbua sana. Rudi tulee mtoto tunamzoofisha. Nikaona sio vema turudiane. Na kwa mtazamo wako, kitu ambacho ulikiamua kwamba unaondoka nyumbani unaenda kuolewa, kilikuwa na usahihi kwa kiasi gani? Sikuwa na mpango wa kuolewa nilipoondoka nyumbani. Nilisema naenda kuanza maisha yangu mwenyewe, nitakaa nyumbani nitulie nilee mwanangu. Lakini ikafika mahali nikapata mchumba ndio huyo, kanishawishi. Si aliniloga, mimi nahisi kama alinichezea ufahamu. Kwa sababu usiku wa akili zangu mwenyewe. Maana hata nilipoenda kuishi naye aliniambia tu nikupeleke kwa ustazi akakufungua akili zako. Baada ya kwenda kunifungua tu zile akili, ndo akili ya kuja kanisani ikaja. Ndio siku ya kwanza kuja kanisani, nikaongozwa sala toba, nikaokoka upya. Na baada sasa ya kuokoka ndo na hapo kipindi umeokoka bado umekuwa bado unaishi na mwanaume? Hapana, yule mwanaume alishanipata haraka baada ya kuona mimi kwanza anakuja kanisani, akasema mimi mambo yake yanaharibika, mambo yake hayaendi kwa sababu mimi ninakuja kanisani, mambo yake yafanikiwi. Kwa hiyo akanipa talaka zangu 3 nikaondoka. Na baada ya kuolewa, yani baada ya kukuoa, ilichukua muda gani wewe mpaka kwenda kukufungua akiwa anakuambia kupeleka hospitali? Tulimaliza kama mwaka mmoja hivi. Baada ya kuona si baby mimba, si ilikuwa ikuaje, akasema twende nikupeleke kwa ule ustazi. Maana wewe utakuwa umefungwa. Na aliniambia kwamba wewe hujaja hapa kirahisi. Fanya kazi sana kukuita wewe hapa mpaka kuja kukuoa mimi. Na maisha kwa mwaka mmoja kabla hujafunguliwa sasa ufahamu, yalikuwa ya aina gani kama unakumbuka? Yaani nilikuwa nipo tu, sielewi. Nilikuwa nipo ni mtu ambaye tu ni yani kiufupi nilikuwa nimevurugwa sijui. Kwa wewe ambavyo unakumbuka, uliwahi kumpenda ama udhamiria kuishi naye? Sikuwa na mpango naye hata kidogo. Maana kama ningekuwa na mpango naye, yani toka muda angekuwa mume wangu, lakini sikuwa na mpango naye hata kidogo. Kwa hiyo maana akafanya hata dawa kwenda kwa ajili ya kunipata. Tukirudi nyuma kidogo, kabla mjaanza kuishi, anakufuata sasa na kuhitaji. Unachokikumbuka ni kipi kabla hujakubali yeye akuoe? Unachokikumbuka hapo ni kipi? Alikufuata ukamkubalia moja kwa moja ama ni ile alikuwa anakufuata mwisho wa siku ndo ukakubali? Alinifuata nikakataa, akasema subiri itakuja tu. Akapinga mpaka na mamangu mdogo, akamwambia huyu mwanao lazima nimpate kitu vyote vile. Nitafanya chochote mpaka nimpate. Mamangu mdogo akamwambia huwezi kumpata mwanangu sasa hivi. Akasema nitampata tu. Kwa na hisi ndio njia aliyoitumia kwenda kwa mganga, si kufanya dawa, anajua yeye. Kuna badiliko gani ambayo uliyapata au ukajikuta umekubali kuolewa naye?
baada ya kuona misukosuko mingi na yule mwanaume ambao nimezaa naye, nikaona kama vile yule kidogo hana mambo mengi, nikaamua tu bora niende tuendelee kuishi. Baada ya kutoka sasa, umeshapewa talaka 3, ulikaa nyumbani kwa muda gani ili afu ndo ukakubali kurudi kwa mume wako tena? Baada ya kupewa talaka 3 sikurudi hata nyumbani. Sababu nilishashauriwa na wachungaji, akasema wewe kwa kuwa umeshapewa talaka na mmeo huyo, beba vitu hamia kwa mume wako, maana mimi nilikuwa nakaa Moshi hapo. Kwa hapakuwa mbali na huko. Sikuwa nimepewa vitu vyangu. Nilipopewa talaka yangu nikapewa vitu. Siku hiyo jioni nikarudi huko. Na mtoto ulichukua muda gani baada ya kurudi sasa kwa mume wako? Ulichukua muda gani mpaka kupata mtoto wa pili ambao unasema sasa? Sikukaa. Nilipofika hapo nikamaliza tu miezi 3. Basi nikawa nimebeba mimba. Na mtoto wako sasa hivi ana umri gani? Sasa hivi ndo ana miezi 2. Na nimejifungua hapo juzi. Sawa. Na maisha, utofauti wa maisha kati ya mwanzoni kabla hamjatengana na sasa hivi baada sasa ya kurudi na umepata mtoto tena ni upi? Sasa hivi kabadilika, kama pombe ameshaacha. Maana alikuwa na tabia ya kurudia hadi saa 8 za usiku, lakini sasa hivi anarudi mapema. Halafu hanywi. Hiyo ndio ilikuwa furaha yangu, asirudi usiku, asinywe pombe. Okay. So kilichokuwa kinakutesa zaidi kwenye ndoa yako ni ile pombe na kurudi usiku saa 8. Halafu baada ya kurudi tena baada alale ni fujo zinaendelea huko ndani. Kwa ni kazi ziwezi. Ukiacha ile ya kumchana mtu na viwembe, kitu gani ambacho unakikumbuka ambacho kilikupa uchungu ama ni kitu ambacho hutakisahau ambacho kabla ya wewe kuondoka, yani maisha yale ya nyuma kabla ya wewe kuondoka? Kitu nilichokumbuka, nilipigwa, kuna siku nilipigwa. Hiyo ndio siku sitoisahau. Nilipigwa mpaka nilizimia. Nilipoamka hapo nikachukua kamba, nikajitundika pale, nikasema nataka nijinyonge. Mama wangu akanipigia simu, usife kwa ajili ya mwanaume. Sawa, kama umeshindwa maisha, rudi nyumbani. Na kilichokuwa chanzo cha mpaka kupiga hivyo kilikuwa ni nini? Nikupokea simu alikuwa anapigiwa na mtu. Alafu huyo mtu ambao namba nilikuwa nishaikaili kitambo. Ambao ndo mwanamke wake alikuwa anamsumbua. Kwa hiyo sasa alipopiga simu nikamwambia pokea simu, hataki. Pokea simu, hataki. Mimi nikamwambia leo utapokea simu. Kivyovyote vile utapokea simu. Akajua masiara, tukaanza kupigana. Kanipiga na mimi nikamrudishia. Kanipiga nikamrudishia. Akasema kumbe napigana na mwanaume mwenzangu. Ndio nikapigwa kiteke hicho kimoja. Nilidondoka paka nikatamani hata kuzimia. Nilizimia kwanza kwa dakika ngapi kwanza. Niliponyanyuka hapo anaitwa mke mwenzao anataka kujinyonga. Mwacheni, mwanamke ndio wewe, kwani mwache aende kwao. Hiyo kitu ndio inaniumiza mpaka leo. Mwanamke ndio wewe. Yaani dharau. Sasa kwa nini na wewe ulikuwa unamrudishia? Kwa tunajua mwenzako anaweza kuwa kwa nini yeye asipokee simu? Kwa nini yeye asipokee simu kama ilikuwa ni simu nzuri? Kwa nini asipokee? Shida yangu mimi alikuwa apokee tu hiyo simu. Angepokea watu singegombana. Sawa. Na maisha tunafahamu mwanamke anahitaji sana uwepo wa mwanaume. Anahitaji muda wa mwanaume. Akihitaji kitu kwa mwanaume akipate, hata kama asipokipata basi ampate huyo mwanaume kwa muda ambao anahitaji. Ndio. Na wewe kipindi hicho umetuambia kulikuwa na ugomvi mara kwa mara, magomvi yaishi na hivyo mnapigana. Ulikuwa furaha yako ulikuwa unaipata wapi? Haukuwahi kufikiria labda kwa sababu na wewe ni mwanamke, kwa hiyo wanaume tunafahamu haijalishi kama wewe ni mke wa mtu kufuatilia hawaji. Ndio. Hizo tamaa nini hivyo, hayo majaribu bado yapo, yanakuwepo. Ya majaribu yapo huku nje na huku ndani wewe mume wako muelewani. Ulikuwa unawezaje kuishi na hivyo vitu? Kwa pale mimi nilikuwa sitamani hata mtu kwanza. Sababu wanaume wote niliona kama ovyo. Kitendo cha kupigwa mimi nikaona kama wanaume wote ni akili zao ni moja. Kwa hata kama mtu alikuwa akinifuata naona kama vile ananichanganya. Hivyo yani. Na kwenye issue ya tendo la ndoa mnagombana, mnapigana, hakuna amani. Kulikuwa na ile sasa yani chumba cha kusema sasa tunakaa wote kama mume na mke sasa mnafurahia tendo la ndoa au ndio kila mtu analala kivyake? Kwa vile nilivyomchukia nilikuwa simtamani hata kumuona.
Nilimchukia yani mpaka nilimchukia. Yeye analala kichwani, mimi nalala miguuni. Ikaa hivyo yani. Hamkuwahi kukaa labda kuwahusisha wachungaji, kuwahusisha labda washauri kuhusu maisha yenu ya ndoa? Sijawahi kumwambia mchungaji. Nilikuwa namaliza mwenyewe. Sikuwahi kumwambia mchungaji kwa kweli. Sababu hata miaka wenyewe tulipokuwa tumekuja hapa hatujakaa miaka mingi huku. Kwa wachungaji hata nilikuwa bado sijafahamu, nilikuwa bado mgeni huko. Hata kusali kwenyewe nilikuwa sijaanza kusali. Tulikuwa tu tunakaa nyumbani. Na kwa sasa hivi unadhani amani ulionayo kwenye ndoa chanzo chake ni kipi? Amani ilionayo kwenye ndoa sasa hivi. Au bado hakuna amani? Amani ipo. Kwa sababu vitu nilivyokuwa navitaka ndivyo anavyovifanya sasa hivi. Kwa hiyo amani ipo ya kutosha. Tunaelewana vizuri. Anarudi muda ninaotaka mimi. Kulewa tena halewi. Japokuwa hata kanisani haendi, na muda wa kuniruhusu kanisani naenda. Nilitaka kwenda kwenye mikesha naenda. Sema yote tunakuwa niko huru. Hivyo ndo niko navitaka mimi. Unadhani chanzo cha hayo yote mpaka sasa hivi anakuruhusu, anakuwa na muda, yani anafanya unavyotaka wewe, unadhani chanzo chake ni kipi? Ulifanya nini cha kumfanya afanye hivyo anavyofanya sasa hivi? Maombi tu hayo yanachangia. Sawa, mtazamaji wa Futa Talaka, tumeongea mengi, umesikia mengi, changamoto zipo ambazo dada amepitia hapa kwenye ndoa yake. Ndoa yake na muda mrefu, miaka 14, so haba. Japo kuna changamoto wakati zilitokea, akaondoka nyumbani miaka 2 akaenda kuolewa, baadaye akarudi tena, maisha yameendelea mpaka sasa hivi anakuambia ndoa yake na amani. Kuna vitu vingi ambavyo vya kujifunza vipo na tuendelea kujifunza. Kama utakuwa na swali unaweza kuacha hapo kwenye upande wa comment, alafu kipindi kijacho tutaweza kulijibu. Lakini kuna vitu vya kujifunza vingi. Kuna maswali ya mwisho ambayo natamani atuambie ama atoe ushauri kwa baadhi ya vijana na kwa wanandoa kuhusu maisha ya ugomvi unavyoweza kuyamudu. Kwa sababu yeye amesema alikuwa anapigwa, muda mwingine yeye anarudisha kupigana. Kuna wanandoa ama ambao wachanga sasa wameingia kwenye ndoa, ugomvi hauishi ndani, hata kama wapigana lakini ugomvi ni mwingi. Unadhani kitu gani sahihi ambacho wanaweza kufanya kupunguza hivyo vitu? Nachowashauri wenyewe waendelee kumuomba Mungu. Halafu na huyu mwanamke kama akipigwa, yeye amuombe Mungu tu. Ashukuru kwa yote. Amuombe mumewe, atabadilika. Na kijana ambaye anatamani kuingia kwenye ndoa sasa hivi, anawaza ingia kwenye ndoa, kitu gani ambacho anaweza kumshauri? Kwenye ndoa kuna nini ambacho kikubwa anatakiwa kujifunza kabla hajaingia? Mshauri awe mvumilivu tu kwenye ndoa, maana ndoa ina mambo mengi. Sawa, mimi nafikiri tumefika mwisho wa kipindi cha Ndoa Yangu. Leo ni siku ya Alhamisi, tukutane tena siku nyingine ambapo tutakuwa na kipindi kingine wiki ijayo. Naitwa Agustini Tobias. Katika kipindi hichi na imani umejifunza mengi. Usiache kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook, lakini usisahau TikTok kwa jina moja tu la Futa Talaka. Naitwa Agustini Tobias, tukutane wakati mwingine.